ako na events nyingi sana hapa Laikipia leo na baadaye atakwenda kule Nyeri. So mimi nataka kuuliza PSs wetu wasimame hapa na mawaziri wetu ni wa introduce kwa heshima kubwa. I know Patrick, you are at home, you'll say something, don't worry. Si mnajua huyu, wacha nianze na hawa. Huyu anaitwa Alex Wachira, PS wa stima. Huyu anaitwa PS Kilemi Patrick, anatoka kule Meru, ni PS wa cooperatives. Haya, huyu msichana ni wa hapa. Mnajua huyu msichana ni PS wetu wa mambo ya wildlife, anaitwa Sylvia Museia, ni PS anatoka hapa Laikipia. Wapi makofi ya PS? Huyu ni PS wetu wa forestry, anaitwa Gitonga Mugambi, anatoka pale Meru. Asante sana. Sema kitu dakika moja PS kwa niaba yao, waacha Mariro aongee. Ngarashi hamjambo. Murega. Chamge. Chamge. Asante sana Your Excellency. Your Excellency, hapa ni nyumbani. Baba yangu yuko hapa, mama yangu yuko hapa, brother zangu wako hapa. Your Excellency, in 1985, mimi nimeingia nursery pale. In 1993, nikamaliza standard 8 hapa, na nilikuwa mwanafunzi wa kwanza. Lakini Your Excellency, ile mulima 2 years ago, those hills you see there, 2 years ago, tulikuwa nasikia mabuduki na risasi kila siku. Kweli si kweli? Nakumbuka hapa kwa gate, kuna ng'ombe zilikuwa nakunywa maji kwa hii dam. 2 years ago, watu wakakuja wakora, wakakuja wakafagia zote na wakaua mtu hapo. Kweli si kweli? Na tukasikia Your Excellency, ukiwa kule Saburu, ukasema kwa muda wako ukiwa rais, hii ukora itaisha. And you said enough is enough 2 years ago. Your Excellency, I want to confirm to you, kwa sababu uliambia jeshi na polisi ya kwamba hiyo upuzi ya Badete lazima iishe. Na kuambia sasa wazee walikuwa wanalala nje, wamama wanalala kwa nyumba. Nimesikia ripoti sasa hapa watoto wameongezeka, kwa sababu wazee wamerudi nyumbani. Kweli si kweli? Your Excellency, you gave us those instruction ya kwamba maneno ya buduki lazima ishe. Pia ukapatiana maneno ya mashule lazima ifanywe. Tumefanya hatujafanya? Rais amefanya hajafanya? Ya mwisho Your Excellency, kwa sababu niko nyumbani, nataka kukushukuru kwa sababu kijana ambaye amezaliwa hapa kwenye hakujulikani, Ngarashi, huyo kijana wewe rais umeenda umemchukua, umemfanya awe PS wa jeshi. Nataka kukushukuru. And I want to commit before you that I will serve faithfully. Asante. Well done. Mawaziri tafadhali, kwa sababu ya time, sema moja moja. 1 minute each. The ministers. Huyu anaitwa Waziri Opiyo Wandayi wa stima. 1 minute. Asante sana Mheshimiwa Rais. Wananchi wa Laikipia mjambo. Mjambo tena. Nimepewa na Mheshimiwa Rais kuhakikisha ya kwamba nimeunganisha stima katika hii eneo yote. Na hasa baada ya Mheshimiwa Rais kwenda ule Nairobi, mimi nitarudi hapa mara mingi ili niwasaidiane na nyinyi. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu abariki. Very much. Huyu mama anaitwa Rebecca Miano, anatoka hapa, ni waziri wetu wa utalii na mambo ya wildlife. Karibu waziri. Asante sana Your Excellency kwa kuja hapa Laikipia. Tumefurahi kabisa na ile kazi umenipatia ya utalii na wanyamapori, ni ya muhimu kabisa hapa Laikipia. Hapa Laikipia kuko na wanyamapori wengi kabisa, na tuko namba 2 hapa nchini,
ya kwanza ikiwa Taita Taveta, na kwa hivyo tunatia bidii ili tuweze kuimarisha utalii na uhifadhi wa wanyama pori. Sisi ni wale jeshi ya rais, tutachapa kazi mpaka ichapike, na tutaendelea, hatutaangalia nyuma ama kando, macho yatatazama mbele. Asanteni. Unajua huyu waziri anaitwa nani? Anaitwa nani? Mheshimiwa Kabogo, waziri wa ICT. Please, karibu. Asante. Mimi nikisema harambe, useme maendeleo. Harambe! Harambe! Mheshimiwa Rais, nilikuambia jana, hawa wangwana hawana haja na maneno, haja yao ni maendeleo. Na mimi niwaambie, unajua mimi sikujua shughuli ya mambo ya waziri, saa hii ninajua. Mbio tunapelekwa na huyu bwana. Nyinyi miaka miwili ikiisha, jameni, hamutaweza kuwa mkisema shida hii au shida hile. Atakuwa ametatua yote. Na ndipo mnasikia akiwaambia wale wenye kupiga mdomo tu, hata wale wameajiriwa na nyinyi, ambaye amesema waende nyumbani kama hawakufanya kazi. Hata wale Mheshimiwa Rais wako nyumbani na wafanyi kazi, hawawezi kazi, ni kelele, wakae nyumbani bwana. Au sio namna hiyo? Ikanatigwa. Nimeamrishwa hiyo skuli 9 niweke kitu inaitwa internet ama mtandao. Masoko tuweke mtandao. Wale vijana wakukanyakanya wakanyakanya mchana na usiku kwa sababu iko mtandao. Mnaigua. Na mnajua mimi ni nyati. Nikipatiwa kazi na sukuma. Hata hiyo ya mlima nikipata nitasukuma. Asanteni. Basi sasa, kwa sababu ya masaa, nilikuwa naomba wale wabunge ambao wametoka nje ya Laikipia ni wa introduce tu, please. Wataongea baadaye. Kuja MPs wale wametoka introduce you. Sorry. Huyo anaitwa Kiborek, ni mtu ya hapa, bunge wa Mogotio. Simon Kingara. Huyo anaitwa Mandago, senator wa Uasin Gishu. Huyo anaitwa Mheshimiwa Karemba Eric, bunge wa Runyenjes. Huyo anaitwa Mheshimiwa Kamuren, bunge wa Baringo South, jirani hapa. Ngoja kidogo. Let me introduce our former governor, Mheshimiwa Nderitu Mureithi. Mheshimiwa Mureithi amekuwa governor wetu, amekuwa former MP wa hapa, amekuwa governor, na rais juzi amemteua kama mwenyekiti wa Kenya Revenue Authority. Makofi. Hebu nisalimia hewani namna hii. Laikipia oye! Mambo mbili tu. Sisi tukiwa wangwana wa Laikipia, jambo la muhimu zaidi si ni mambo ya maendeleo. Si ni mambo ya maendeleo. Mheshimiwa Rais, unajua naibu wa rais alisema kuhusu wale wa upinzani, na hivi majuzi unajua waziri wako Bwana Upio, waziri wako Bwana Kabogo, na mimi tulikuwa pande ile, lakini sasa tuko hapa. Ni sawa tukiwa broad based government. Na niwaeleze, nilizania pengine waziri Upio atasema hata yule Kingara wetu wa pande ile, Mheshimiwa Raila Odinga, hata yako wapi? Hapo. Kwa sababu kitu ya muhimu si kuhangaisha rais, ni kuunga rais mkono, Kenya iendelee mbele. Hata wale ambao wanafikiria ati watashindana na yeye hapo
later. Saa hii kitu ya muhimu ni maendeleo. Nimalize ni kusema hivi, Mheshimiwa Rais. Wajua huko in Nyeri there, zamani kulikuwa soko fulani. Na hiyo soko kulikuwa kidogo na mtu mambo yake si timamu. Na karibu na soko kulikuwa mahali watu wanaoga. Wajua Mheshimiwa Rais, zamani za kale watu walioga kwa mto. Sasa mzee mmoja akaenda kunawa. Alafu yule mjamaa mwenye mambo yake likuwa na shida, akakimbia kuchukua nguo zake akimbie. Akakimbia amepita soko. Ile inafaa sio ule mzee kukimbizana na huyu, kwa sababu mkipita soko inaweza kuwa mtu hataeleweka ni gani timamu na ni nani nini ako na shida. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais, wewe chapa kazi, wachana na watu ambaye Nyogu Adoito. Thank you very much.